mchungaji na mimi pastor. Sema amen. Otherwise ndio mtusi hapo. Bila matusi. Hata mimi na matusi. Sisi sijui kutukana. No, kwani mimi naishi kitakani. Lakini sasa zile ni title nilipatiwa ya pastor inanilimit. Sema amen. Ikiwa nakuanga hivi na mimi ni pastor na kama singekuwa pastor. Sema amen. Sasa nina limit kidogo, tunasema ni wacha ni limit kidogo kwa sababu mimi ni prophet. Now tukatukana na Sonko sana. Tulitukana almost 2 hours na the former governor. Na sidhani naweza kuongea uongo kwa mtu mkubwa kama huyo. Angekuwa ametumia polisi. Sema amen. Kama ningekuwa nasema uongo si kupatia 10 million. Ningekuwa polisi la. Lakini sijaenda polisi mpaka leo. Sasa ikalibaki unaweza sema ni uongo ama ni kweli. Sema amen. Now hiyo sio siku yako ya kuongea hiyo maneno. That's good. Watu wa TikTok, Mungu awabariki. Kanisa hili tumekuwa naye for many years. Mungu ametubariki. Kanisa yetu tulikuwa hiki kiwanja. Hiki kiwanja tulikuwa ndio maana kuna maendeleo kidogo tumeanza kufanya. Hiki kiwanja we bought this land. Tuliuziwa na familia ya Kerema 1 acre. Kutoka huko mpaka huko mwisho kwa ile manyumba iko huko chini. Ambayo walikuwa wanatuuzia 100 milioni 100. Sema amen. Baka pande hii ya nyuma. So tutatengeneza vizuri. Ukija hapa every day utakuta ni kurembo, ni kuzuri, kumetengenezwa na utaona kanisa leo. Hakukuwa kwetu tulikuwa tumelisi. Ndio maana hatukuwa tunataka kufanya maendeleo sana. So God bless you. Nataka kuwapatia neno mchana wa leo. Na Mungu abariki kila mtu ambaye amekuja. Wale watu wamekuja leo wageni waliniona kwa TV. Inua mkono wako juu katika jina la Yesu. Ni watu wa TV. Mko wengi sana. Mpaka wahubiri. Asante. Watu wa TikTok, inua mkono juu. Watu wa TikTok wale waliniona kwa TikTok. Inua kabisa mkono juu. Thank you, God bless you. Asante. Mimi ndio Kanyari mwenye mnaniona hapo kwa TikTok. Nikiwa hapa na kuanga serious. Lakini nikiwa kwa TikTok sikuwa serious sana. Na kuanga joker. Sasa na joke. Amen. Sababu majenzi wanataka kusikia joke na wao. Wananiambia tucheze game, tunacheza na wao game. Na tunasema leo Kanyari akomboka. Shwari. Gift ya TikTok hata ikiwa pesa mingi ni 30,000 ama 20,000. Isipokuwa nilitumiwa na anaitwa Gigi the Dollar. Gigi the Dollar ndiye alinitumia juzi Lion ambaye ni 50,000. Na simjui. Jana nilikuwa naangalia nikaona ni mwimbaji. Na hajaokoka. Na alitumia 50,000. Sasa ulikuwa kama nikataa hiyo 50 kwa sababu nimeokoka shule. Singekataa maana hiyo 50 ikipatiwa ndio nakuja kubariki nayo watu hapa kanisa. So sometimes ninacheza game tunasema tap. Tap process. Nilishafundishwa na kina Cindy na nani anaitwa nani? Na ule mwingine. Kale kijana karembo anaitwa nani? Tizia. And they are very humble. By the way, hawa watu wa TikTok ni very humble. Very humble. Mimi nilikuwa nafikiri watu wabaya, lakini nimekuja kuona ni watu wanyenyekevu. Very good people. Ambao you can work with. Watu unaweza fanya kazi na wao. Isipokuwa ni vile wanapenda comedy. Unajua saa zingine wanataka anajua kitukana Kanyari anapata jina. Kuna mmoja alitukana nikamwambia leo na kutumia polisi. Karibia siku ananiambia basi hakuna haja ya polisi. Unajua hapa tusipofanya hivyo hatutapata viewers. Yeye anakuwa na viewers wengi hapo kwa TikTok. Semeni amen. So ukiona kwa TikTok unaleta wasimu, msisituke. Wakati siku wa wasimu nilizaidika na nini? Siwezi nitoe wasimu zaidi na kaka zaidika. Sema amen. Wakati siku wa wasimu sikusaidika. Amen. Sisaidi waache tuitoe wasimu kidogo nione bila kutakuwa. Na Mungu awabariki. Anyway, tuachane na hiyo. Now let's go to the message of today.
Na message ya siku ya leo inasema the blessing of an intercessor. Yaani baraka ya muombaji, baraka ya mtu ambaye anaomba. An intercessor is a seed. Na harvest yake inakujaga very soon. A blessing of an intercessor, mtu ambaye muombaji. Kama singekuwa muombaji, singeweza kulitain kuwa pastor kwa hii miaka yote 25 years. Maana nimehubiri for 25 years. Na hakuna mhubiri Kenya amepigwa kuniliko. Hakuna mhubiri ameongelewa vibaya kuniliko for the last 25 years. Nilikuwa naambia Chokorawa Nairobi, nikamwambia mimi hata sitembeani. Watu wanaongea mambo ya kanyari, lakini mimi yeye hata ananipeleka na kuangalia twende siku ya mgonjwa hapa. Mimi adont. Mimi natoka kanisani kwa nyumba, kanisani kwa nyumba, kanisani kwa nyumba. Hata hiyo hoteli kubwa ni ngumu sana usikie nimepigwa picha nikiwa kwa hoteli. Niko na kazi nyingi sana za kufanya kwangu kuliko kutembea kwa barabara. Sema amen. Maofisi yangu yote iko kwa nyumba. So sionani mahali kwingine naweza shinda isipokuwa kwa nyumba. Na blessing of an intercessor, wakati ambapo mtu anakuwa intercessor na anakuwa muombaji, hauwezi kuona ile maombi ikifanya kazi. Ni kama vile ambavyo ukiweka maziwa igande, hauwezi kuona maziwa ikiganda. Lakini one day ama dakika chache baadaye ile maziwa itaganda na utakula naye ugali. Hauwezi kuona mtoto akikua, lakini kuna siku mtoto atakuwa na utamtuma sokoni. Sasa wakati unainua mikono yako unaomba, sometimes mtu huona kama ni ujinga anafanya. Lakini maombi ya leo ni baraka ya kesho. Maombi ya leo ni baraka ya kesho. The prayer of today is a blessing of tomorrow. Sema amen. The prayer of today. Kanisa yetu lilibomolewa huko, nilikuwa nimenunua 3 acres, ikabomolewa. Hiyo biashara tukasahau, tukakuja hapa, Mungu ametusaidia tumenunua. Sasa hapo tutatengeneza kanisa nzuri. Wakenya wakitukataa tupeleke TV Tanzania. Tanzania wakikataa tupeleke Kongo. Wakongomani watakuja hapa kuombewa. Sema amen. Yesu akasema mkikataliwa tauni hii hamieni hii nyingine, na hamtazunguka tauni zote nikiwa sijarudi. Usivunjike moyo kwa ajili ya yule alikuacha. Usivunjike moyo kwa ajili ya yule boyfriend alikuacha. Wacha aende akikaukana. Aende akifanya nini? Akikaukana. Wacha aende akikauka. Watu wasivunje moyo kwa sababu umeachwa. No, kuachwa ni normal. Hata mimi nilikuwa na bibi na nikawachwa. Na niko na ninapumua. Sema amen. Sasa walizunguka wakazunguka, sasa wananitafutana, wananipigia simu, halo, nilipia mtoto school fees, halo ufanye kitu fulani. Kumbe walikuwa warudi. Semeni amen. Simama na miguu yako. Kuna wimbo unasemanga hebu mbele. Inaipata kwa gani? 1 2 3. Jionyeshe mbele ya watu. Hebu jitokeze, jionyeshe. Simama mbele ya watu.
nimeshika vitendo nilikuwa 20 years. Sasa hivi niko 45 years. Nimeshazeeka. Hata mtoto wangu hapo kuta vitendo. Mtoto wangu first born kuta vitendo. Nikusikia nasikiaga. Hello Sky. Baba wa vitendo. Baba wa vitendo. Watu wasikuchati na jana. You continue. Watu wasikuchati na jana. Sasa kama ulikuwa gay, so what? Umebadilika. Kama ulikuwa malaya, so what? Umebadilika. Yule atakununua na kama akununua kwenda kingine atakununua. Baadhi ya watu walisema hivi, sasa anaingia TikTok anaongea na kinachokuhusu sijui kina homosexual. Unataka niongee na nani? Kuongea tu. Kwani kuongea tumelala pamoja? Si watu waongee. Sasa ina na baada kuongea hiyo ndio itawabadilisha. Na I cannot force them to change. Lakini Mungu anaweza kuwagusa wabadilike. An intercessor of today. Muombaji wa leo. Maombi ya leo ni mbegu. Ukipanda mbegu leo, punguza sauti kidogo. Ukipanda mbegu leo, haimei leo. Wakati uko hapa inua mikono yako straight. Muombe Mungu. Nilikuwa nimeenda kanisa ya Winners Chapel. Wakati wa maombi nikasema time for prayers. Mzee alikuwa pale mbele akatoa koti nikastuka. Akakunja shati nikafikiri wengine wanataka kulipiga wanajua masikando yangu. Kumbe kule wamefundishwa jinsi ya kujiandaa kupigana na mapepo wakati wa maombi. Mtu anaomba akisema in the name of Jesus. Anafanya hivi akiomba. Hapa unaona mtu anakula hivi anakaa na hii akiomba. Na anakula bigijia ya alafu anatoboa kashimo poa. Mwingine anamwambia zunguka ukiomba anazunguka, akiomba indeleva fulani ni kuomba anaomba kumbe ni chao ni mkono wa ndoto. Anafika pale anasoma ile kibao salvation ni ministry lipa na M-Pesa. Business number 529940. ACC ajili account ACC 720. Asante. Dadi ambaye unasema huyo ndiye anaomba sana. Ni mkora, hakuna maombi anaomba. Watu wakuwe siku moja kuna pastor alikuwa anahubiri, lakini wale mapasta wanakuwa na mandevu kama hao. Unajua kuna mapasta wanakuwa na ndevu zimefikia huko. Sasa pastor alikuwa anapiga neno la Jesus. And the Bible says, wana anaongea Kizungu. Wao wanahubiri wanaongea Kizungu, my friend. Mimi haishi ningekuwa Kizungu na mimi ningekuwa naongea Kizungu. Ili sasa mimi ni wa form 2 Kizungu ilinipiga Kizungu. Hata nikiongea hapa nitaongea broken. Tanilemea. Labda niseme yes there, yes here. Huyo pastor alikuwa anahubiri the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, mama mmoja analia kai. Pastor akiongea sasa ndio. Sasa pastor alimuita akamwambia mama, ninaamini neno langu limekugusa sana. Maana kutoka nianza kuhubiri, kila nikiongea mama unalia. Akamwambia pastor, sio neno yako imenigusa. Nilikuwa na mbuzi, nilikuwa na ndevu kama hizi. Na nilikuwa naipenda sana. Na baadaye hiyo mbuzi ikakuwa. Nikikuona ninakumbuka senge yako. Kuna watu wako hapa wakiangalia wanasema nakumbuka Kajana. Boyfriend yangu alikuwa na tumbo kama hii ya Kajana. Unaomba ukiwa serious. Kama sio maombi mimi singefika mahali nimefika. Mimi ningeisha kitambo. Ningekufa. Wale wahubiri tulikuwa na wao waliishana. Most of the preachers they are no longer there. Na hata wale hawajapigwa hawajafika ile level nimefika. Na hawajapigwa na mtu. Kuna wahubiri hata shetani hajawahi waone. Tunaambia shetani
Pastor Kimoto kwa nini anapata shida alisotana kuuliza Kimoto ni nani? Jua tayari na chini. Sema hivi. Sisi tumepitia katika moto. Tumepigwa hii Kenya. Tumeongelelewa vibaya. Tumeitwa makonman. Tumeitwa wezi. Tumeitwa false prophets. Lakini still tuko. Wewe utastahili. Kila shida itakuja kwako. Utatokea kuwa mshindi. Kila matatizo itakuja kwako. Utatokea kuwa mshindi. Hata wakuita malaya, wewe utaolewa na mtu mzuri katika jina la Yesu. Hata wakuita maskini, wewe utaendesha ile gari nzuri katika jina la Yesu. Hata wakuita haujui kuongea, wewe utakuwa rais wao katika jina la Yesu. Kama unaamini, piga nduru kuliko jirani yako, piga makofi mazuri. Sema amen. I receive my miracle today. I receive my miracle today. I will never go alone. I will never go alone. Oh, I'll never go alone. Empty-handed. I receive my miracle today. Lazima uombe. Oh, shakana bakatula basaya. Hata kama ujui unasema nini, wewe unasema tu. Oh, thank you Jesus. Baba, ninatabiri nikitoka kwa hii madhabahu, Mungu utanipatia biashara, utanipatia kazi, utaniinua Jehova. Nimekataa roho ya umaskini, nimekataa roho ya kung'ang'ana. Wewe mwenyewe unafungua mdomo wako. Biblia inasema walimshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao. Anza kushuhudia kuanzia leo. Mimi sio mkia, mimi ni kichwa. I will go far in Jesus. Usikili kuna mtu anakuhurumia Kenya. The only person anaweza kuhurumia hii Kenya ni mama yako mwenye alikuzaa. Hii dunia haina huruma. There is no mercy in this world. This is a wicked world. Kila mtu unakutana na yeye anapata vile atakukona, vile atakukula, si akusaidie. Kila mtu anatafuta faida yake mwenyewe. Ukiwa tayari kumsalimia haifa mwambie kila mtu anatafuta faida yake mwenyewe. Utaka mwanaume kwa barabara anafikiria vile atalala na wewe. Na wewe pia unafikiria vile utampora. Yaani ni two-way traffic. Mtu akija kanisani mwingine anakuja mpaka ananyenyekea, "Oh, pastor wetu, nimesema sitawahi hama hii kanisa." Akipanga Kenya alikuwa anakujia. Unamuona tena Mombasa kwa nani mafureni kwa nani? Mombasa Ezekiel amejua kwa. Na huyu si mwajiri. Wachini si wewe ulikuwa kama wewe wacha mambo mengi. Hapo kwingine. Kila mtu anatafuta faida yake. But let me tell you, how can we have a win-win situation? How can we have a win-win situation? Je, ninawezaje faulu na wewe ufaulu? Ni wakati ambapo utatatua shida yako yangu na mimi nitatue shida yako. Let me say to me, kila kazi ambayo unafanya kuna mtu anatafuta mwenye hiyo kazi. Kuna mtu anatafuta kinyozi naye anatafuta daktari naye anatafuta mtu wa kumtengenezea mifereji ya nyumba, mtu wa mifereji naye anatafuta mtu anatafuta bibi naye anatafuta mwana. Yaani hauko mbali na muujiza wako. Ambaye nimekaa naye miaka mingi sana. Mostly amenisaidia sana. Pastor Dole kwa namjua. Yeye amenisaidia. Mimi nilikuwa sina kitu, nilikuwa maskini. But when my secretary came to my life, nilikuwa nahubiri mahali. Nikiwa kwa barabara. Akanipa idea tu. Sometimes kwa tunasema kanyana ni mwerevu, lakini hata wafanyikazi wangu wote nikawaambia, tunaweza fanyaje tuache kuitisha sadaka kanisani? Tumetoka kuitisha sadaka kanisani. Ukalisha watu hapa chini. Oh, fanya hivi, leta 2577 hapa. Hawa watu watakutoa watoi. Wengine wanakuambia pastor, hata nilikuwa nimekuja kukuomba, tutafanya nini tuache kuitisha kanisani? Idea. May God give you people ambao wako na idea ya kukutajirisha katika jina la Yesu. Unaweza tajirika lakini umezungukwa na watu ambao hawana idea. Ndio kile kinachomsaidia haya kama mimi ni leader na idea. Mwambie you are beautiful. Mwambie you are handsome. Mwambie uko executive. Excellent. Wewe ni mtu wa hali ya juu.
lakini umekosa maripoti. Umekosa maripoti. Kisha pata maripoti, hata sio lazima uvae suti kama Kanyari. Wewe uko sawa. You are okay. Uhitaji kabuti. No. Uhitaji kuvaa. Unajua na mapasta wengi wanataka wanavaa masuti kama mimi. Wanafaaga ndio wadanganye watu. Ndio wakule watu pesa. Your pastor, hallelujah. Praise the Lord. Now we know the Bible is speaking. The Bible is ni mkora. Mama akimaliza na kuuliza uko na 200 hapo. Lakini wakati Mungu amekubariki, hautahitajika. Utakuwa unavaa t-shirt iliyoandikwa singing ni ngo. Na tunaanza kuhubiria watu. Bado watu wanasema haya. Amevaa t-shirt iliyoandikwa singing. Ama umevaa t-shirt iliyoandikwa dawa ya and you are preaching kama sema kai. Angalia vile anatumwa na Mungu na hata amevaa t-shirt ya dawa ya minyoo. Maana ndani yako unatembea na upako. Kuanzia leo utembea na upako katika jina la Yesu. Imagine unahubiri mahubiri nzuri na mbele na kuna mtu hajapiga makofi. Walk with anointing. Tembea na upako. Tembea na upako. Wao ni watu wanatoa nyimbo zinasema wamnyonyeshe wamlambezi, wamlambezi, wamnyonyeshe. Na hiyo wimbo ina hit. Ina hit. Wamnyonyeshe na wamlambezi. Na wimbo ina hit. Wewe unaimba wimbo, tena hata unaimba wimbo wa kutukuza Mungu. Twaja mbele zako tunanyenyekea, tunainuka. Kuna haja na hiyo. Basi mwingine ameimba manyake, all sizes, manyake. Hata watu wajui manyake ni nini, inaenda kama hot cake. Wewe yako umeimba mpaka unaoneshana umenyenyekea kwa wimbo, hata unasema, hata kuna msichana aliruka nguo ikapanda kidogo. Edit hiyo nguo irudi chini. Na watu wataki hata ikirudi chini. Mimi sijui Mungu anapendeana mtu. Mungu akisema ni wewe, ni wewe. Watu wapige ni wewe. Watu waruke juu ni wewe. Watu wapande chini ni wewe. Na ninamuomba Mungu siku ya leo aseme ni wewe katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, piga milele. Kulikuwa na pastor alikuja Kenya, alikuwa anaitwa Reinhard Bonke. Bonke alikuwa akihubiri anasema anahubiri kidogo anasema wangapi wanakumbuka Bonke kabla hajakufa? Alikuwa anahubiri anasema anahubiri kidogo anasema na alikuwa anajaza Uhuru Park. Watu walikuwa wanamuogopa sana. The next day alipotoka Kenya, kila mhubiri hata kina Kinothia, kina Omondi walikuwa wanahubiri, nasikia mhubiri anasema anointing haikuwa kwa anointing ilikuwa juu ya Bonke. Sema amen. Wakati Pius Moi walikuwa juu, kila mtu alikuwa anasema jioni ya leo, hata ikiwa asubuhi. Unasikia mhubiri anasema jioni ya leo. Sasa wanasema jioni ya leo. Pastor Ezekiel wa Mombasa alipofuma, kila mhubiri alikuwa anavaa nguo za white na Biblia. Maana waliona anavaa nguo za white. Wewe omba, acha sarakasi. Omba Mungu wako utokee na fashion yako. Omba Mungu wako utokee na fashion yako. Omba Mungu wako utokee na fashion yako. Nasema Mungu. Nasema omba, omba, utafute uso wa Mungu. Haonaye kwa siri
Mungu anijue mimi Kanyari na nikae hivi. I want to stay like Kanyari. Wacha kutamani kuwa mtu mwingine. Baraka yako kuna mahali imeenda. Na inajua sura yako na inajua mpaka vitole zako. Wewe endelea kufanya chenye unafanyaka. Maana hata mimi kuna siku nimetembea kwa viatu. God wants us to have that heart, a giving heart, roho ya kupeana. Kuna siku nilikuwa napeana kwa hii kanisa sana, watu wanajua. Watu kwa sababu hapa napea mtu 50,000, 30,000, simama 20, 50, 100 hivyo. Nilikuwa nasema kwa hii kanisa napeana pesa the whole week. Nikapiga hesabu, secretary wangu akanipigia hesabu akaniambia, hii wiki peke yake umetumia 1.1 million kupea watu bure pesa. Na watu hata warudi kusema asante. Kaniambia pastor, hawa wanadamu hawana shukrani, wacha kupeana kuanzia leo. Hii pesa huo unaweka banka. Ile biashara nilikuwa nafanya na ilikuwa inanipatia millions of shillings ilisimama. Nilipouliza Mungu akaniambia nilikuwa nakupea ndio upeane, lakini wakati ulikosa kupeana sikuona haja ya kukupatia tena. Mungu anakupatia pesa usaidie mama yako, usaidie ndugu zako, usaidie sadaka kanisani, usaidie kakikosi fulani. Na vile utakosa ukasaidia hapo kakikosi, unagundua pesa zako zimekatika. Amen. Kuanzia leo rudi katika kupeana. Start giving. Start giving. Leo kama umetoa 50 hapa, pigia kwa mfuko toa 2,000, wekelea hapa kwa madhabahu. Ukitoka hapa toka na rafiki yako kumrudie kuku kama ni kuku na kula. Wacha kusikia wivu. Peana. Biblia inasema kuna yeye atawanyaye naye anapata. You are blessed to be a blessing. That's what the Bible says. Mungu akamwambia Ibrahimu, nitakubariki na wewe uwe. Nitakubariki na wewe uwe. Nitawabariki wale watakao kubariki na nitawalaani wale watakao kulaani. Sometimes naingiana TikTok na beana 200,000. TikTok. Na sijui mtu. I don't know. Usema shida yako 10,000. Secretary mtumie 1000. Hata ni till number zinaanza. Lakini naambia watu maana sasa zinaogopa kuwatumia na namba yako ya private, maana watanishukua sana. Sasa nataka mtu atumie na till number. Ili ukitumiwa hakuna kupiga simu tena. Tosheka na hiyo kupatiwa. Watu wale hapa waka na bariki na pesa na kutumia pesa na till number. Nasema till iko ya kupea watu ya hakuna till haya. Ngojea till itoke. Maana utaenda na 10,000 na niambia pastor, unajua ulijipatia kidogo. Ni vile uliongea sana, nilikuwa nataka kupeana ikiwa 40. Sema amen. Give us touch the heart of God. Give us the makoro. Give us love your neighbor as you love yourself. You cannot preach to a hungry person. Hawezi kubilia mtu akona njaa. Mmetumana zile maunga watu mambo sawa. Sema amen. You cannot preach to a hungry person. Tuaje na njaa. Mwalimu amekaa hapa, huyu mwalimu. Kuja mwalimu. Tulijuana na yeye akikuja hapa hata vijana hana hata nini hapa. Tumeteseka naye hapa. Huyu mzee kuna siku alinipatia advice. Kuja. Alinipatia advice. Kuna siku nilikuwa na kasirika hapa napiga watu makofi. Huyu mzee na age yake kaniambia pastor, mimi nataka tu pastor na kuogopa lakini naomba nikupe advice. Nikamwambia sema. Kaniambia pastor, unakuwa na hasira kubwa sana. Unaweza kupunguza haki ya hasira pastor tatu. Watu wanakuja wanatoroka vile vile unapiga watu, unakana watu. Pastor una roho nzuri ya kupeana lakini una hasira sana. Uliniambia pastor by the way alikuwa anakasirika sana. That time alikuwa anatuambia tuache pale mbele. Watu wakienda ndio watusi watu vizuri. Unajua huwezi tusi watu kama wageni wako. Lakini tukiacha wale watu wa kanisa, siku hiyo nikaona karibu apige hata baby. Nikamwambia cool down at least with time. Na uzuri ndio ule wangu aliniesha.
let's go pole pole. After all, haikuja kwa siku moja. It was a continuous process. Mpaka ikajengeka. By that time kanisa ilikuwa imeharibika by the way. Kulikuwa wezi wengi hapa. Kanyari akiongea watu pale, watu wakianguka simu zinaenda na majamaa. So there were so many things. To advise pastor, what you can do, at least chukua watu ambao wanaelewa na watu ambao wanamcha Mungu. Tulikuwa tukiingia pale unangotewa hivi go. Sasa unashindwa hii badala ya usalimiwe vizuri, uambiwe karibu, unangotewa unaona hii si kanisa, ni kwamba unakanishwa kwa baba. So tukaendelea pole pole, at least tukaimprove, tukaanza kuanza hapa, tukawa tunapeana mawaidha every time na tukachange. Dressing hatukuwa tuna dressing. Huyu ndiye alitufunza. Tukaambiwa we don't dress kama wanaenda kuchunga ng'ombe. Piga kiatu rangi, vaa kashati kako kazuri, vaa nini. Watu walikuwa wanakuja na mangambu. Unakaa na mtu hapo unanuka kama ng'ombe, hata huwezi kaa. But at the moment I can see at least watu wameng'ara, people are very clean. Hata ukikaa na mtu hapo una shida, you feel comfortable. Na kushukuru kwa kuchukua mawaidha yangu and you change. Kutusiwa, you should have that teachable spirit. Ikiwa wewe si mtu ambaye unaweza kuja, if prophet here can tell you something which is bad about me, I should be ready to rectify. Na uchange. Lakini ikiwa wewe ni kichwa kubwa, huwezi ambiwa. Hata sisi, we are retired teachers. Tulikuwa, that's why sometimes ulikuwa unachukua kiboko unapiga huyo mtu. Japokuwa sijawahi kuza primary. Primary ndio wanapigwa. Secondary, huwezi piga watu, hao ni watu wakubwa. Huyu ni mtu unaweza mwambia na arekebishe. So, Kanyari akikutusi today, don't take it serious. No, sometimes ni kujogo anajogo. Ukikutana next time, atakuwa hivyo. So, let's give him ample time. I'm very happy that the church is rectifying their glory. Asante sana. God bless you. Mwalimu alinipatia akaniambia pastor unapiga kelele sana pastor. Why don't you listen to that? Nikamwambia sawa. Nikaelewa watu. Maana nilikuwa nasimama hapa na itukana watu ng'ombe. Wewe unafanya kazi gani? Sina kazi. Wewe ni mjinga sana. Wewe unafanya kazi gani? Sina kazi. Kuna sadaka wewe ni kondoo. Wewe sema hivi. Lakini nikaelewa teaching vile amesema is a process. Lazima ufundishe mtu and you take your time kufundisha mtu. Ndio maana mimi am a good listener kwa TikTok. Kama ningekuwa not a good listener, kuna mapastors hawawezi ongea na watu vile naongea na wao katika TikTok. But I do that because nimelearn for 25 years. Understanding ya watu ni very different. Watu hawawezi elewa vile watu wote wanaelewa. Sema amen. Siku ya leo Mungu akubariki katika jina la Yesu. Kitabu cha James 5 verse 13 ninapomalizia tunaongea kuhusu mambo ya prayers. Kwa nini kanisa inaanguka? Why is your life going down? Kwa nini hauinuki katika mambo ambayo unafanya? Ni kwa sababu unakosa maombi. Na hata ukiomba unaomba maombi ambayo hayako serious. You are not serious in prayer. That's why tunateremka chini na hatuendelee juu. James 5:13 kwa haraka. Biblia inasema, je, mtu yeyote miongoni mwenu apatwa na taabu, basi inampasa aombe? Je, kuna yeyote mwenye furaha, basi naimbe nyimbo za kusifu? Je, kuna yeyote miongoni mwenu aliye mgonjwa? Mtu yeyote aliye na shida inampasa aombe. Hiyo verse. Je, kuna yeyote miongoni mwenu mwenye furaha, basi naimbe nyimbo za kusifu? Panda juu haraka. Je, mtu yeyote miongoni mwenu amepatwa na taabu, basi inapaswa aombe. Yeah, aombe. Ni taabu gani uko nayo? Can you pray? Which is difficult? Hakuna mtu anaweza kusaidia Kenya. Wacha niwaambie kitu moja. Even your own brother hawezi kusaidia. Usidanganye na mtu atakwenda kukusaidia fully usimame na miguu yako na uweke zero. No. Mimi wakati nilipo na scan haya
sijaitisha sadaka. Hakuna watu walisimama na mimi, walitoroka watu wote. Nilikuwa naamka saa 6 usiku mpaka natema damu. Ni pressure. Unaangalia gazeti zote Kenya, ni Kanyari. Mapicha yangu kila mahali. Mpaka nataka damu. Nobody was there for me. Even my own family, wote waliondoka. Wakati Yesu alipatwa na taabu, mpaka washirika wake wote, wanafunzi wake wote walimwacha. Simama na miguu yako, kuwa muombaji. Mwambie Mungu, nisimamishe na miguu yangu. Maana najua hata hawa wananifuata maana ya mikate ambayo niko nayo. Mikate ikiisha, hautawaona kwa maisha yako. Si kwa sababu wewe ni kurembo ndio maana unapigiwa simu. No. Si kwa sababu ni Prophet Kanyari, I'm so good, that's why mmejaa kwa hii kanisa, you are listening to me. No, hiyo usidanganye. You are here because Mungu amekwambia uje hapa. Kile kiko ndani yangu siku ile kitaondoka, nitakuwa just an empty person, a dead person walking. Watu wanasema ndio Kanyari, ndio alikuwa anajitenda. Kaya hii na watu wanaishana. Wewe amekonda kalia huko. Unaona kucheza na Mungu hivyo ndio watu wanasema. Unaona kucheza na Mungu, Kanyari anacheza na Mungu wewe. Ndio kwa alikufa anakufa. Mimi siwezi kubali kupea nafasi maadui zangu washerehekee. Usipatie nafasi maadui zangu washerehekee. Usipatie nafasi your ex-boyfriend asherehekee. Usipatie nafasi your ex-husband asherehekee. Vaa vizuri, kula vizuri, enda shule, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Hallelujah. Sema amen. Genesis 18:17 inasemaje? Basi Mwenyezi Mungu akawaza, je, nimfiche Abrahamu jambo ambalo nimepanga kumtenda? Je, nimfiche Ibrahimu mambo ambayo napanga kumtendea? Ibrahimu amenikasirisha, nimfiche, nimwambie ama nimfiche? Kuna watu wamefichwa siri na Mungu. Mambo yanakutokea fani na hata hukuoneshwa kwa ndoto. Kumbuka Mungu anaongea na watu kupitia ndoto na maono. Kwa hiyo chochote kinapangwa katika ulimwengu wa giza, Mungu anafaa kuwa amekwambia. Ndio maana mtu anapita kwa barabara na sikia anasema kwamba na nilikuwa nimeonyesha hiyo kitu itatokea. Wangapi wamejikuta kwa kitu kama hili? Yaani bwana yako anaenda kukupiga kofi, unamwambia na nilikuwa nimeonyesha kuna siku utanipiga. Lakini ukapuuza. Hakuna kitu Mungu atakufanyia ikiwa hajaongea na wewe. My sister akija kufa, niliambia my mother, nimeona my sister akikufa. Mama akaniambia nifikiria tu nafikiria atauawa na nini msichana kwa mali anaendana. Mungu hataficha watumishi wake siri zake. God will not hide his face to you. Sema amen. Kama bwana yako anakuchii, ulishaoneshwa kwa ndoto. Kama bwana yako ni mkora, ulishaona. Ni vile tu unapuuza. Unaona kama ulikula ukashiba sana, lakini chenye uliona that the reality and that the way it is. Wacha kushinda ufuata Kanyari kuniambia basta kwa ufahamu unabii ni huo. Zoea hiyo hali. Hata huyo mwanaume kama hakupendi, ulishaoneshwa wewe unaangalia ukana yeye. Hata kama huyo boyfriend hakupendi, ulishaona. Mungu anakuoneshaga na sign. Ajua mkora. Tukitembea na wewe kidogo, unaniambia pastor, nipatie hiyo 2,000, nipatie 1,000. Naona hai, wewe na wewe. Kwani wewe ndio unaona chungu peke yake? Nipe. Mungu akutengenezee barabara for today. Watu wakubwa sana. Nasichukua simu zangu. Maana nishaoneshwa na Mungu, these people hawa ni nyoka, wachana hawa. Kuna mkubwa wa serikali anatafuta sana, ni tajiri sana. Pastor Chris pia wangu ananiambia kila siku kwenda umuone, wewe mtu mkubwa. Wewe Mungu anaambia mimi sio wasimu Chris, nikwambia sitaki mambo ya mtu. Mimi sio wasimu, wachana yeye. Ananiambia bwana hapa, anamwambia wachana na mimi. I know my life.
Kuna msichana mwingine wa TikTok mrembo sana. Akinipigia simu kama 100. Uko wapi? Niko hapa Hilton. Na mimi nilikuwa hapo Hilton opposite. Pia ananiambia wewe umuone, tunamwambia sionani wasichana kwa hoteli. Kanisa. Najua hawa wasichana wa TikTok. Wanataka kutrend na mimi. Unaenda hata nikula tu watu wameshaingia live kwa TikTok. Here with daddy. I'm here with daddy. Ni hoteli gani hiyo? Na vile watu wana maswali mingi. Nasema pastor hapo alishaona wewe hapana. Wacha nizoee mimi kupigwa vile na pigana, lakini sipigwe juu ya vita ya wanawake. Kuna siku gani alikuwa niko na mwanamke. Sema amen. Jeremiah 29:10. Inasema Mungu anakupitia